ila ulivyoanza kikaletwa kimbunga. Upande wa pili wakaanza kukishangaa kwa mshangao mkubwa. Upande wa kwanza wakawafunga goli 2, kimbunga kikaondolewa, wakawa wameondoka na ushindi. Je, na wewe ungependa kutumia utundu gani kwa ajili ya kufanikisha jambo lako? Unachokiona ni kisamfu. Wazee wa zamani walikuwa wanafanya hivi. Wanakichukua kisamfu vizuri, wanakitwanga, wakisha kitwanga wanakianika, kikisha kauka wanasaga, wanapata unga. Baada ya hapo wanakwenda tena wanachukua unga huu wa ugali wanachanganya. Baada ya hapo kuna kamti kamoja ukikagusa kanajikunja, wanakwenda na kale wanakachukua, wanakakausha vizuri, wanakasaga, wanachanganya. Dawa hii anaiweka mkononi, anasubiria usiku umefika. Usiku ukishafika anakuja kwako. Kama wewe unaitwa Michael, akifika kwako anasimama dirishani. Anachozingatia tu ni kikubwa wewe uwe umelala usingizi. Anasimama dirishani au mlangoni. Akisha simama pale dirishani au mlangoni, analitaja jina lako. Anasema hivi, Michael, na wewe utaitika naam. Kisha itika naam, anakuambia inuka, fungua mlango, toka nje. Na kweli wewe utainuka, utafungua mlango na utatoka nje. Ukisha toka nje atakwambia funga mlango. Ukisha funga mlango ndipo atafanya anachokitaka sasa. Muda huo wewe huelewi hata kimoja. Upo katika usingizi mkali sana, na anaweza akakupa kazi yoyote ile. Akikwambia chukua jembe hili twende, na wewe utainama kweli, unalichukua na unamfuata. Anakuambia chimba shimo hapa, utachimba. Kata miti hii, utakata. Fukia hapa, utafukia. Chukua hizi mbegu, utachukua. Twende, utaenda. Panda humu, utapanda. Muda wote huo wewe umelala, tena umelala usingizi mzito sana. Hivyo ndivyo miongoni mwa njia ambazo watu walizitumia kuelimisha wenzao. Hebu fikiria mtu anakufanyisha vitu kama hivyo na wewe hujielewi. Akimaliza shughuli zake anakuambia twende turudi nyumbani, anakurudisha mpaka nyumbani. Akifika pale nyumbani anakuambia fungua mlango, unafungua. Ingia ndani, funga mlango, nenda ukalale. Na wewe kweli unaingia ndani, unafunga mlango, unaenda kulala. Alafu asubuhi unaamka. Ukishaamka unaanza kusema yani najisikia nimechoka. Yani nimechoka kweli. Kumbe umeshafanya kazi. Hii ni sayansi kubwa sana. Kwa hiyo usikute kumbe wewe hapo unayenisikiliza mimi sasa hivi umeshawahi kupelekwa huko mapolini, umekusanya sana makuni huko. Usikute wewe hapo unayenisikiliza saa hizi umeshawaandikia coursework sana wenzio. Wewe huyo. Jamani, usibishe. Haya ni mambo ambayo yanafanyika nje ya ufahamu wako. Sayansi hii ipo na watu wanaifanya. Kwa hiyo nina uhakika wengi wenu mmeshawahi kufanya kazi kama hizi, lakini hamjui, na hamjui kwa sababu hamjui. Kwa hiyo hili jambo usikute limewahi kukutokea kabisa. Itoshe tu kusema kwamba usiishi bila kinga, kwa sababu wajinga ndio wali wao. Wewe ni mtu, lazima uwe na vitu. Ndio maana unavaa nguo, ndio maana unapiga simu. Hata simu nayo ni science ambayo watu waliitengeneza
ili iwasaidie kwenye mambo yao. Kwa hiyo hata kinga nayo ni science ambayo imetengenezwa kwa ajili ya kukusaidia dhidi ya mambo kama hayo, kwa sababu kuna wachawi wengine anakuchukua tu ili uende ukacheze ngoma. Anawachukua kama mko wawili, anaenda mmoja anamwambia piga hii ngoma hii, piga hivi, na kweli atapiga, na mwingine anamwambia cheza ngoma hii na ichezwe hivi, na kweli hakuna ubishi wala hakuna atakayepinga. Basi ukihitaji dawa nzuri ya kinga yako na ya mji, tupigie kwa namba zetu hapo chini WhatsApp. Pia usiishi bila kujisafisha. Kujisafisha ni kujitengenezea kamvuto ili angalau uwe hauna mikosi. Utakwenda kutafuta mti wa mbaazi. Ukifika kwenye mti wa mbaazi, okota majani ambayo yamedondoka chini yenyewe. Okota majani ambayo yamedondoka chini yenyewe. Kisha baada ya hapo utakwenda tena kutafuta mti wa muembe. Muembe huu ambao watu wanakula maembe. Ukifika kwenye muembe na penyewe okota majani ambayo yamedondoka chini. Baada ya hapo utakwenda kwenye mti ambao unaitwa mbuyu. Ukifika kwenye mti wa mbuyu, bandua yale maganda yake kidogo. Kisha bandua maganda yake kidogo, ondoka nayo. Hivyo vyote unaenda kuvikausha kwa jua. Kisha vikausha kwa jua, unavichanganya vizuri kabisa. Ukisha vichanganya vizuri kabisa, basi hii ni angalau dawa nzuri ya kuoga kwa ajili ya kujisafisha mwili. Dawa hii utaitumia kuoga mfululizo siku 7. Kwa nini utaioga siku 7 na sio 3? Dawa hii inakusafisha kwa wastani. Lazima nikuweke wazi kwamba kuna dawa kali na zingine za angalau. Kwa hii ni ya angalau. Haya, utafanyaje? Utaratibu wake wa kuoga, utaioga mchana kuwe kuna mwanga. Utachukua ndoo yako, unaingia nayo sehemu yako ya kuogea. Unachukua dawa yako, unaanza kunyunyuzia kwenye maji, huku ukisema hivi: mimi fulani bini fulani ninajisafisha mikosi kama jinsi ambavyo mti wa mbaazi ulivyodondosha maganda yake wenyewe. Mimi fulani bini fulani ninajisafisha mikosi kama jinsi ambavyo mwembe ulivyodondosha magamba yake wenyewe. Mwili wangu ubaki safi. Ninakuomba dawa wewe unisaidie, enyi mizimu zangu mnisimamie. Baada ya kusema hivyo, utaoga siku ya kwanza, utaoga siku ya pili, utaoga siku ya 3. Panapofika siku ya 3, utaona mabadiliko mazuri sana, tena we mwenyewe utafurahi. Mambo yako ambayo yalikuwa hayaendi, utaona yanaanza kujiseti. Watu kukuchukia bila sababu, utaona mabadiliko. Na basi asante Mwanatiba Asili Afrika, karibu tena katika chaneli yako hii pendwa, tuko pamoja.